heshima na wewe Yesu, ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Bwana ni wewe Yesu wa kuabudiwa, ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Utukufu na heshima na wewe Yesu, ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa, ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Utukufu na heshima na wewe Yesu, ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa, ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Utukufu na heshima na wewe Yesu, ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Pigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Ongeza makofi mazuri kwa Bwana Yesu aliye hai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo ni siku yetu ya pili. Haleluya. Ya semina. Sijui tuseme ni semina ama ni kongamano. Semina. Yote ni sawa. Naomba tumpe Mungu wetu makofi mazuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa chukua daftari, chukua na Biblia kama unayo, ili tuweze kuendelea na mafundisho yetu mazuri ya neno la Mungu. Wangapi ambao hawakuwepo jana? Nyosha mikono hivi. Amen. Karibuni. Chukua Biblia yako na daftari, tuingie darasani kidogo, tujifunze neno la Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Tunalo somo zuri ambalo anasema nguvu ya nuru ya Kristo katika maisha ya mwamini. Mwamini, yani mwamini sio jina la mwamini, mwamini anayemwamini Yesu Kristo. Haleluya. Nguvu ya nuru ya Kristo katika maisha ya mwamini au maisha ya Mkristo au maisha ya mwanafunzi wa Yesu. Somo linaeleza ni nguvu. Maana yake nafundisha kitu ambacho kina nguvu. Bwana asifiwe. Ambacho ndani yake kina asili ya nguvu. Kwa asili tu ya kawaida, hata hizi nuru za kawaida nilieleza tangu siku ya jana, zina asili ya nguvu. Na hiyo nguvu inashindana na kitu kinachoitwa giza. Ili nuru ionekane ina nguvu, lazima giza liwepo. Na ile nuru inapokuja kati ya giza, giza linapokuwa limetoweka, ndio nuru inaonekana kuwa heshima. Shalom. Shalom. Nipungieni mkono juu namna hii. Haleluya. Mshike mkono jirani yako, mwambie wewe ni nuru. Mwambie tena wewe ni nuru. Mwambie nguvu yako inaonekana katika giza. Mwambie tena nguvu yako inaonekana katika giza. Kwa maana yake giza lenyewe huwa lipo, ndiyo maana kuna kitu kinaitwa ufalme wa giza, au tunaweza kusema nguvu za giza. Kwa hiyo zenyewe ni nguvu na zinashindwa na mtu ambaye ndani yake
anaishi kwenye ufalme wa nuru, au anaitwa mwana wa nuru. Sema amina, haleluya. Kwa hiyo nuru inadhihirishwa, inapata heshima yake katikati ya giza. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Sema amina. Ingekuwa tunaokoka na kuenda mbinguni, tusingejifunza mafundisho kama, lakini tunaokoka na kuachwa katika ulimwengu ili tudhihirishe utukufu wa Mungu Baba hapa duniani kama raia wa mbinguni. Sema amina. Ndio maana Mungu anaruhusu giza liwepo, kwa sababu mwingine anaweza akauliza maswali. Tukiwa kwenye Bible study huwa kuna maswali yanaulizwa, ni maswali ya msingi na ni magumu. Kwa mfano, mtu anakuuliza, wakati Adamu na Hawa wanakula tunda, kwa nini Mungu aliwaacha? Shalom. Sasa kama Mungu alikuwa anawapenda wanadamu, kwa nini alimwacha shetani awadanganye wanadamu? Ni maswali ya msingi na ni maswali ya muhimu sana. Lakini Mungu alipomuumba mwanadamu, alimpa kitu kinachoitwa akili. Sema akili. Na ile akili ya kuiacha katika hali ya giza, akampatia elimu. Tulisema ndani ya nuru kuna elimu. Kwa akampatia elimu inayoondoa ujinga kwenye akili yake, akampatia elimu inayompatia ufahamu. Ndio maana alimwambia, miti yote mwaweza kula, lakini mti wenye matunda ya ujuzi wa mema na mabaya msile, kwa sababu kila mtakufa. Maana yake amewapa mwangaza. Sema amina. Amina. Sema amina. Nisaidie kumuuliza mwenzako, nuru yako ipo ama upo gizani bado? Kazie macho hata kama anadai. Muulize, nuru yako ipo au bado uko gizani? Amesemaje? Amesemaje? Nguvu ya nuru ni kushinda mambo ya giza. Hiyo ndiyo nguvu ya nuru. Shalom, shalom. Sasa Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kwenye kile kitabu cha Mwanzo anasema iwe nuru, akiwa anashindana na kitu kinachoitwa giza. Giza linaweza likakaa kwenye eneo la kazi yako. Kama hujapata ufahamu wa kutumia hii kanuni ambayo Mungu alituelekeza ya kusema iwe nuru kazini, utakuwa na kazi, lakini kwenye kazi kuna giza. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Sema amina, ubarikiwe. Punga mikono yako juu namna hii. Giza linaweza likakaa shuleni. Ulipeleka mtoto shuleni, ama wewe mwenyewe uko shule, ulianza kufanya vizuri darasani, mwalimu akifundisha unamuelewa, lakini ghafla unashangaa unaletewa kesi kwa mchungaji, ama unapewa kesi kama mzazi kwamba nikiingia darasani mwalimu akiwa anafundisha sioni chochote, naona giza. Haujawahi kuona kitu kama hicho eh? Haujawahi kusikia eh? Mwanao anakuja nakwambia, nikishika pen nikianza kuandika kwenye karatasi zangu naona giza, lakini mwanzo alikuwa anafanya vizuri. Nini ambacho kimetokea? Kuna mwenzake ambaye amemzidi elimu ya ulimwengu wa roho. Sio kwamba alitumia nguvu nyingi kuloga, ila alienda kutamka iwe giza kwenye akili yake. Haleluya. Haleluya. Usichukue kiboko kumtandika mwanao. Wewe elewa, kama alikuwa anafanya vizuri na sasa anaanza kuona giza, lazima uingie kwenye maombi, halafu mwambie Mungu, kwa mamlaka ile ulionipatia, natamka iwe nuru darasani, iwe nuru kwenye akili, iwe nuru kwenye ufahamu, na kila aliyetamka mabaya, hayo mabaya yakamrudia yeye mara 7 katika jina la Bwana wa majeshi. Sema amina katika jina la Yesu hai. Kwa nini? Vita vyetu si katika damu na nyama, bali ni katika ulimwengu wa roho. Shalom. Punga mikono yako juu namna hii. Sijui mnanielewa? Unanielewa vizuri eh?
Sasa tufanye rejea ya maandiko kwenye kitabu kile cha Wakorintho wa pili, halafu nisome maandiko mengine. Nguvu ya nuru ya Kristo katika maisha ya mwamini. Nguvu ya nuru ya Kristo. Hii nuru inapambana na kitu kinachoitwa giza. Kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 tulisoma siku ya jana. Nataka tufanye rejea kidogo, halafu tuweze kusonga mbele tukiwa tunaelewana. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4. Sura ile ya 4. Mstari ule wa 6, nisome tu ule mstari wa 6. Kwa kuwa Mungu alisema, nuru itang'aa kutoka gizani. Toka gizani. Ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, upate nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Amen. Tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Anasema atupe nuru ya elimu. Hebu sema nuru ya elimu. Sema tena nuru ya elimu. Sasa naomba tufanye rejea kidogo kwenye ili andiko lingine, mstari wa 4. Mstari wa 4. Hebu sema ambao ndani yao. Tuseme pamoja, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasioamini, isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Nguvu ya nuru ya Kristo. Sasa huu mstari wa 4 Mtume Paulo analiandikia kanisa la Wakorintho, anasema huku mwanzo alianza maelezo mengi, alieleza sawa sawa. Halafu kwenye mstari wa 4 nataka nikuonyeshe kwenye mstari wa 4 na ule mstari wa 6. Mstari wa 4 anasema hivi, ambao ndani yao akina nani? Wanadamu. Sawa? Wanadamu. Hao wanadamu, ukumbuke Paulo alikuwa anazungumza na kanisa la Korintho, na anaposema ambao ndani yao sio watu wa mataifa peke yake, bali pia alikuwa anazungumza na Wakristo wa kanisa la Korintho. Ndio maana aliandika, anasema hivi, nimesikia habari zenu nami nusu ninasadiki ya kwamba haya yanayozungumzwa katika kanisa lenu yamo. Anasema nusu ninasadiki. Anaposema nusu, anamaanisha si kila aingiaye kanisani ameshafunguliwa ufahamu wake. Shalom. Kuna mtu anaweza ingia kanisani, lakini katika ulimwengu wa roho bado yuko kwenye giza nene. Shalom. Ndio maana anasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao. Maana yake amewatia upofu. Isaya anazungumza maneno ambayo Kristo alikuja kuyanukuu baadaye, asema wana macho lakini, mnaelewa hiyo? Wana macho lakini, maana yake wamepofushwa macho. Sasa nataka unielewe kitu hapa. Kuna macho katika ulimwengu wa damu na nyama, haya macho ya kuona vitu vya dunia. Halafu kuna macho ya rohoni. Haya macho ya rohoni yanahusika na utu wa ndani. Shetani hashughuliki na haya macho, anashughulika na macho ya ndani, ndiyo anayopofusha, na anatumia vile viungo vya asili ya nje kuharibu ule utu wa ndani. Shalom. Kwa mfano ambao Mungu wa dunia hii, halafu ukumbuke sisi ni nuru ya ulimwengu, na vita vyetu sio vya kidunia, ni vya rohoni. Lakini kwa nini ameitwa Mungu wa dunia? Kwa nini? Kwa sababu anatumia vitu vya dunia kuharibu vitu vya rohoni. Sijui mnanielewa? Unaweza ukatembea mtaani, mfano ukakutana,
Nitoe mfano mzuri, sio? Ukakutana na mtu amevaa miniskirt, ni mfano. Nasema mfano. Siku hizi vijana wanasema piskali. Unajua piskali? Au mnazikiaga? Kama mnasikia si mnasema ndio. Au lugha ngumu. Ndio wanasema vijana. Unakutana mtu amevaa miniskirt. Umeelewa vizuri hiyo kitu? Halafu mtu tuseme hajaokoka au ameokoka, lakini hana ule ukamilifu katika ulimwengu wa roho, akamwangalia yule mtu, halafu akaingiliwa na tamaa. Shetani ametumia ulimwengu wa nje kuharibu ulimwengu wa ndani. Nimetumia mifano iko mingi, mengine utaongeza mwenyewe. Sasa anasema hivi, Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao. Amepofusha fikra zao ili isiwazukie nuru ya Injili, ambayo ndani yake ile nuru ina elimu ya ulimwengu wa roho kuhusu mambo ya mbinguni. Si mnanipata vizuri hapo? Kwa hiyo shetani anaweza kaingia hata kwa mtu ambaye unamuamini kwamba huyu ni mhubiri wa kimataifa. Shetani akapofusha fikra zake, kwa akaanza kufundisha elimu ambayo ndani yake imechanganyikana na uongo, lakini anaitwa mtumishi wa Mungu. Ndio Yesu akasema hivi, wengine watakuja na kuniambia, tulitoa pepo kwa jina lako, tukaponya wagonjwa kwa jina lako. Lakini Yesu akasema, sikuwajua, ondokeni hapa, sikuwajua. Kwa Mungu alichokuwa nakifanya, aliheshimisha jina lake ili asiaibike, maana huliangalia neno apate kulitimiza. Lakini hao waliokuwa wanatumia lile neno, Mungu anasema sikuwajua. Ndio maana Mtume Paulo anasema hivi, nisije nikawa mtu wa kuovusha wengine, halafu mimi nikawa mtu wa kukataliwa. Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao. Hakuna kifungo kibaya kama kifungo cha fikra. Ndio maana fikra zinatekwa nyara. Tukiteka nyara kila fikra imtii, maana yake fikra zinalazimishwa kumtii Kristo. Shetani akifanikiwa kufunga fikra za mtu, ambaye huyu shetani ameitwa Mungu, ndio utaona mtu anasema namtumikia Mungu lakini anamtumikia shetani. Ndio utaona kitabu cha Ufunuo anasema, ninapajua mahali ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani, lakini umelishika jina langu. Nisalimieni hivi kama mnanielewa. Inawezekana ni elimu ngumu, lakini Roho Mtakatifu akusaidia kuelewa. Na yasema haya kwa sababu gani? Kwa sababu nyakati tulizonazo leo ni nyakati za hatari. Shalom. Wacha tuendelee. Mungu ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasioamini isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Mstari wa 6, kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani. Nuru itang'aa toka gizani. Nuru itang'aa toka gizani. Kwa gizani kuna nuru, ambayo ile nuru inang'arishwa na Kristo. Halafu ikisha ng'arishwa, lazima iende tena kule gizani kung'aa, ili vile vilivyomo gizani tena vikaione nuru ya Kristo na vyenyewe vitoke. Haleluya! Maana yake mimi naye kuhubiria hapa leo, Mungu alinitoa gizani, na siwezi nikatoka gizani nikawa nuru, nikaikumbatia nuru peke yangu. Lazima nirudi gizani, niende na ile nuru. Hapa nafundisha somo la uinjilisti. Shalom. Haleluya. Nafundisha somo la uinjilisti. Bwana asifiwe. Wacha niguse kidogo hapo. Wewe ulikuwaga gizani, nuru ya Kristo ikakuchomoa ukawa nuru. Umekuwa nuru, inabidi uende tena naye gizani. Maana yake uwaendee watu wa mataifa wanapokutazama, kabla hujasema mimi ni mtumishi wa Bwana, wao waseme. Kabla hujasema mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, wao waseme. Kabla hujasema mimi ni mhubiri, wao waseme. Kwa nini? Nuru yang'aa gizani. Automatic tu kiingia kwa watu wa giza, wakikuangalia wataona tofauti.
kwamba huyu na sisi ni watu wawili tofauti. Muulize mwenzako, ukijichanganya unakuwa kama wao au unakuwa tofauti? Muulize. Mwangalie usoni, muulize vizuri. Ukijichanganya nao unakuwa kama wao au tofauti? Amekupa jibu gani? Anachanganyika kama wao au? Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuwe tofauti na watu wa giza ili nuru yetu iweze kuangaza katika giza. Sema amen. Angalia Zaburi sura ya 33. Zaburi 33. Zaburi 33. Mstari wa 9 inasema hivi: maana yeye alisema ikawa, na yeye aliamuru ikasimama. Alisema iwe nuru, ikawa. Anapoongeza mwandishi Daudi kwamba aliamuru, tafsiri yake wakati Mungu anasema iwe nuru ikawa, ndani yake kulikuwa na mamlaka. Sasa Mkristo, naweza nikawa niko hapa, Bwana asifiwe, naweza nikawa niko hapa lakini nikaenda kwenye vikao vya wachawi na nikaharibu agenda zao. Nini kinachoenda? Unaposimama kwenye madhabahu unasema ninavunja nguvu za giza na wapiga wakuu wa anga la Homboza, ninavunja vilinge vyao, ninaenda kwenye kambi zao. Unaposema ninaenda katika ulimwengu wa roho, unaenda. Utajuaje? Utaona matokeo. Kama unaishi jirani na mganga ama mchawi au mtu asiyependa nuru ya Kristo, utakapoanza maombi ya vita utaanza kuona matokeo. Kama alikuwa anakusalimia vizuri, ataanza kukusalimia vibaya, na wakati hamjagombana katika ulimwengu wa damu na nyama. Alikuona wapi? Wakati unasema iwe nuru Homboza, maana yake ile nuru inapenda kwenye vilinge vyao, inaenda ikiwa inasoma jina la mtu. Kwa kama ni mimi hapa nasema iwe nuru Homboza, nikitamka ile mamlaka inapokwenda kwenye vilinge vyao, inaenda na jina. Ile nuru imebeba jina Ephraim Edward. Kwa hiyo wakuu wa anga la Homboza wanapopanga mashambulizi ya vita, wanasoma ile lugha ulioipata kwenye vilinge vyao, kwamba tulimsikia mtu anasema ninawahamisha waganga wote na wachawi wote kwenye anga la Homboza. Kwa unapotaja jina lako linaenda. Kwa wanapopiga lamri zao, wanaona jina limesoma kwamba anayezungumza kwenye hili anga anaitwa fulani bin fulani. Sasa Mungu akasema, akaamuru. Alipoamuru, ile nuru ikakaa. Kwa wale watu wataona lile jina, ila bahati mbaya yao watakapojaribu kuloga itashindikana. Kwa nini? Lile jina limeenda na nuru ya Kristo. Ile nuru ya Kristo ndani yake ina mamlaka. Kwa hiyo wanaposoma jina, wanaisoma nuru ya Kristo. Wakiisoma nuru ya Kristo, hawataagana, watashangaa tu wameshapoteana. Kwa nini? Nuru yang'aa gizani, wala giza hali kuiweza. Kwa hiyo tunaposimama na kusema ya kwamba iwe nuru kwenye malango ya Homboza, majina yetu yataenda. Wataona naye taja haya mambo ni fulani bin fulani, ila wakijaribu kuloga watashangaa. Hata kuagana hawataagana, kila mtu atatoa njia yake mwenyewe, hawataonana mpaka labda mwezi ujao. Kwa nini? Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Ni siri kubwa ambayo Roho Mtakatifu anatufunulia. Anasema hivi, maana yeye alisema ikawa, akaamuru ikasimama. Maana yake ikakaa strong, imara. Kwa maana yake mamlaka inayoambatanishwa na ile nuru ya Kristo, ambayo ile nuru ndani yake tulijifunza ndani yake
ina elimu ya utukufu wa Mungu. Shalom. Shalom. Punga mikono yako juu namna hii kama tuko pamoja, sema amen, haleluya. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Kwa kilichobaki hapa ni kuteka mateka kwenye yale malango. Tena hapa ninyi mko njia panda. Si njia panda hii, njia panda ya hapa stendi kuingia hivi, sio? Na kwenda hivi, na kwenda hivi, sio? Alafu na kwenda mjini, sio? Si sawa sawa, Maana tuko kwenye lango. Kwa sisi cha kufanya hapa ni kwenye lile lango lile pale katikati ambapo tumeshuka pale. Sisi tunatamka mahali hapa iwe nuru. Sasa tuko kwenye lango. Unapokuja hapa tena, unapoingia namna hii, kuna njia inaendelea na nyingine inakuja kanisani. Maana pale hapo pia ni lango, njia panda. Na penyewe pale tunatamka iwe nuru. Shalom. Shalom. Sijui Jumapili kila mtu anachotea udongo. Wa hili lango la njia panda hapa, na hili lango la katikati hapa, na lango la kutoka hivi. Bwana asifiwe. Wazee wa mji. Kumbe bado Roho Mtakatifu yuko kwenye yengo hizo. Kwa nini? Kwa sababu tayari nuru ya Kristo mahali hapa imeshang'aa. Kilichobakia ni kumwambia Baba, mahali hapa tunaliinua jina lako sasa. Uwavute wengi waje kwako, maana imeandikwa, jina la Bwana litakapoinuliwa juu, atawavuta wengi waje kwake. Na mahali hapa nuru ya Kristo itaangaza ili awavute wengi kuja kwake. Pigia Yesu makofi mazuri kama unaelewa. Sema amina katika jina la Yesu aliye hai. Iwe nuru, ikawa nuru. Yohana 12:36. Yohana 12:36. Yohana sura ile ya 12 na ule mstari wa 36. Mungu alisema ikawa, akaamuru, ikasimama ile nuru ya Kristo. Injili ya Yohana. Injili ya Yohana 12:36. Utaona maneno ya Mungu yanasema hivi: maada mnayo nuru, iaminini nuru hiyo, ili mpate kuwa wana wa nuru. Hayo aliyasema Yesu, akaenda zake akajificha wasimone. Maada mnayo nuru, iaminini nuru hiyo, ili mpate kuwa wana wa nuru. Sema amen. Mshike mkono mwenzako, mwambie uwe mwana wa nuru. Mwambie tena uwe mwana wa nuru, usiwe mwana wa giza. Mwambie tena uwe mwana wa nuru, usiwe mwana wa giza. Haleluya. Anasema madam mnayo nuru, iaminini nuru hiyo, ili mpate kuwa wana wa nuru. Hii nuru ni Yesu Kristo mwenyewe. Anawaelisha hawa wanafunzi hawa, anawaambia hawa Mafarisayo hawa kwamba madam hiyo nuru mnayo, iaminini hiyo nuru, ili msiende gizani. Iaminini nuru ya Kristo. Sema amina. Na katika kizazi cha leo lazima tuambie watu waiamini nuru, watembee katika nuru ya Kristo, wasitembee katika hali ya giza. Ngoja nikwambie, kazi ya ukuhani ni nzuri lakini ngumu. Ni nzuri lakini ngumu. Ni utumwa ambao tunatembea katika amri ya kuifundisha kweli ya Kristo, injili isiyoboshiwa. Kwa nini? Kwa sababu tutadaiwa. Haleluya. Narudia tena, kazi hii tunayoifanya ya ukuhani ni kazi ambayo tumeambiwa tutadaiwa, tutatoa hesabu. Ndio maana Mtume Paulo alisema ya kwamba ninasema kweli na dhamiri yangu ikinishtaki. Siwezi nikasema uongo, taisema kweli.
Kwa hiyo nuru ya Kristo inapoangaza ndani ya kuhani, ndani ya mtumishi, ndani ya mhubiri, maana yake inamwambia sema kweli, sema mambo ya wazi, sema mambo yaliyo ya kweli bila kuchanganya changanya na uongo. Nuru ya Kristo haiambatani na uongo, haiambatani. Ulimwengu wa leo, ndugu yangu, sasa hivi haihitaji mpaka uelekezwe sana. Ni ulimwengu wa kujiongeza tu, unajiongeza. Yaani unacheki, unapima kabisa, unaona kabisa hapa ni maji, hapa ni mafuta, hapa ni moto, hapa ni baridi. Hauhitaji mpaka upewe elimu kubwa sana, hapana. Ukishakuwa na hii nuru ya Kristo ikaangaza ndani yako, hauhitaji elimu kubwa sana kutambua kwamba hapa ni ndio, hapa ni hapana. Unajiongeza. Mwambie mwenzako jiongeze. Tuna makanjanja wengi kwenye Injili, wajanja wengi kwenye Injili, ambao wengine wamejiingiza kwa asili. Biblia inasema Mungu wao ni tumbo. Msha kusoma ile andiko Mungu wao ni tumbo. Hiyo nuru ya Kristo hawana, wala mpango wa kukwambia habari ya maisha ya mbinguni hawana. Wao wanachokiangalia ni maisha ya nje. Sasa Mungu wao ni tumbo. Wapige hela, wapige dili, wapige mambo yao, lakini ishu ya wewe na Mungu hawana. Unaniangalia, niangalia vizuri. Niangalia vizuri. Hii ndio injili yangu, na mimi Sospita tumefahamiana miaka mingi. Injili yangu bado haijachakachuliwa, bado iko vile vile. Kwa sababu kuna watu wanahubiri injili wakiwa wameelekeza akili zao kwenye pesa. Na mimi wanasema hivi, pesa ni matokeo ya kazi. Yesu mwenyewe alisema hivi, mkiingia kwenye nyumba ya mtu msiangalie pesa kwanza. Mkiingia kwenye nyumba ya mtu isalimuni, alafu kaeni. Umeelewa? Kuleni vya kwao, lakini kama kuna mgonjwa hakikisheni amepona, maana mtenda kazi amestahili posho. Sasa kuna watu wanataka posho na kazi hawajafanya. Shalom. Shalom. Kuna mwana ananiangaza, hiyo injili ya wapi? Ndio injili hii, kwa sababu Yesu Kristo ni yule yule jana, leo na hata milele. Hajawahi kubadilika, ila anabadilishaga maisha ya watu. Punga mikono kama tuko pamoja. Sema amina kwa jina la Yesu. Asa maadamu mnayo nuru, iaminini hiyo nuru ili mpate kuwa wana wa nuru. Haya ni maneno ya Yesu Kristo mwenyewe. Nuru haichangamani na giza. Huwezi kuwa mwana wa nuru alafu kuwa na michepuko. Inawezekana hiyo? Haiwezekani. Haiwezekani. Hii nuru inaambatana na maisha matakatifu. Ndio maana amesema ndani yake ina elimu, inatufundisha maisha matakatifu. Sio maisha yamechanganywa, maisha matakatifu. Sasa hivi tunaishi kwenye kizazi ambacho kuna watu sasa hivi hawatamani hata kuokoka, kwa sababu wakiangalia maisha wa Kristo wanaona wanafanana na watu wa dunia. Tena kuna muda mwingine tabia za Wakristo ukizichunguza, yani ni afadhali kama na mtu ambaye haingii kanisani. Mpaka watu wa mataifa wanajiuliza maswali, hivi ulokole una rangi gani? Ulokole una sura gani? Mtu anaacha kuingia kwa kanisa kwa sababu anamwona jirani yake ni mlokole, ananena kwa lugha, lakini tabia zake za kigiza. Na ndio maana wanawaambia watu, kama nipo kwenye mikutano, huwa naambiaga watu, ukitaka kumpokea Yesu Kristo, usiwaangalie walokole wajinga walioshindwa. Tafuta walokole ambao bado wana misimamo ya maisha ya Kristo, wameiacha giza, wanatembea katika nuru. Hao ndio wawe wa mfano. Sema amina. Sema amina. Mlokole kanisani amevaa sketi ndefu, mkute ofisini kwake, mkute mtaani, mpaka utaangalia mara mbili, huyu ana nuru ya Kristo ama bado yupo gizani? PCC wewe.
Nisaidie kumwangalia mwenzako, kumwambia hapo vipi? Muulize tena hapo vipi? Au ni hamuonagi? Ukimkuta naimba praise team, utasema hakika huyu ni mwana wa nuru, hakika huyu ni mwana wa nuru, hakika. We nenda kamkute mtaani, mpaka utajiuliza, ndio huyu alikuwa anaimba sauti ya kwanza na ya pili na ya tatu? Ndio huyu alikuwa anaimba na kupanda na kushuka kama malaika? Ndio huyu ama ni mwingine? Mpaka unashangaa. Kazie macho mwenzako, kumuuliza hapo vipi? Naona mnaangalia kwa huruma. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha nimalizie ili nisiwakwaze, nimalizie. Maana siku hizi ukihubiri ukweli wanasema anajifanya ni wa rohoni. Hawasemi eti ni mtu wa rohoni. Sasa anajifanya ni wa rohoni. Yaani ukisema ukweli anajifanya yeye ndiyo mtakatifu. Sasa hawasemi, Biblia imesema watakatifu walioko duniani. Kwa hiyo watakatifu wapo au tupo, lakini kwa sababu watu wanakataa nuru, wanapenda giza. Ukihubiri injili ya kweli, hawasemi anahubiri ukweli, anajifanya yeye ndio mtakatifu, anajifanya yeye ndio yuko rohoni kuliko wengine. Ndugu yangu, injili ya kweli haitaangalia useme anajifanya ama hajifanya, anajipendekeza ama hajipendekezi, lakini kweli ya Kristo itabakia pale pale. Maadamu nuru tunayo, lazima ing'ae gizani, watu wayaone matendo yetu, walitukuze jina la Bwana wa majeshi. Sema amina katika jina la Yesu hai. Ndio mahali pengine maandiko amesema kwamba matendo yenu yamesababisha watu walitukane jina la Kristo. Sisi wana PCC Homboza hatutasababisha jina la Bwana litukanwe, ila tutasababisha jina la Bwana wa majeshi litukuzwe katika anga la Homboza. Sema amina kama unanielewa. Haleluya. Shike mkono jirani yako, mwambie usiwe sababu ya Yesu kutukanwa. Mwambie uwe sababu ya kumpa Mungu utukufu. Mwambie sio kanisani tu, hata mtaani. Sema amina kubwa. Haleluya. Kuna watu wamechukia hapa, nasema huyu mhubiri asirudi tena. Nitarudi, mimi ni mtoto wa hapa. Mimi ni wa hapa. Sema amina. Nguvu ya nuru ya Kristo katika maisha ya mwamini, hii ni nguvu halisi isiyochakachuliwa. Sema amina katika jina la Yesu Kristo. Sema tena amina katika jina la Yesu aliye hai. Tumalizie na kile kitabu cha injili ile ya Mathayo. Injili ile ya Mathayo. Alafu kesho tamaliza vitabu hivi ambavyo nitakuwa nimeviacha hapa. Injili ya Mathayo sura ya 5. Injili ile ya Mathayo. Nguvu ya nuru ya Kristo. Sasa hivi dunia imeshakuwa kama haieleweki. Yaani watu wanaupima Ukristo, wanaona kama vile ni uhuni fulani. Sababu kuna wahuni ambao wanajifanya kuwa watumishi wa Bwana. Wanaharibu CV ya ulokole. Injili ile ya Mathayo. Maliza hapa alafu tuingie kwenye maombi kidogo. Injili ile ya Mathayo sura ya 5. Uone kuna kitu kikubwa Yesu Kristo anazungumza pale kwa habari ya nuru. Injili ile ya Mathayo sura ile ya 5. Mstari ule wa 13. Anasema hivi: ninyi ni chumvi ya dunia. Mathayo 5:13. Nisome hadi 16. Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. 14. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mshike mkono jirani yako hapo. Mshike mkono jirani yako hapo mkono. Baada ya kusema ninyi, mwambie wewe ni nuru ya ulimwengu. Mwambie tena wewe ni nuru ya ulimwengu. Haleluya. Sio nuru jina, ni nuru ya Kristo. Wewe ni nuru ya ulimwengu.
Anasema hivi, mji hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, mbele ya wanyama. Iangaze mbele ya ng'ombe. Iangaze wapi? Mbele ya misitu, mbele ya milima, mbele ya watu. Ili iweje sasa? Pungeni mikono juu namna hii. Haleluya. Injili kama hizi siku hizi hazipendwi, ni injili ambazo ni za kweli. Watu siku hizi wanataka injili nyepesi nyepesi, na sio ajabu kwa sababu kitabu cha nabii Isaya ametabiri kwamba watu wangu ni watu walioibiwa, watu wasiopenda sheria ya Bwana, wawaambiao waonaji msione na wahubiri mambo ya danganyayo. Kwa hiyo watu wanapenda mambo ya bla bla, lakini mambo ya bla bla sisi hatuna. Tuna injili ya kweli, sio goshiwa. Lazima tuelezane ukweli ili nuru ya Kristo iangaze. Anasemaje pale? Anasema hivi, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Sema amen. Tumpe Bwana Yesu makofi. Haleluya. Hii ndio nguvu ya nuru ya Kristo. Anasema nuru yenu iangaze mbele za watu, ili wapate kuyaona matendo yenu mema. Matendo mema. Nuru iangaze mbele za nani? Mbele za watu. Lakini maskini ya Mungu leo hii, Ukristo umechakachuliwa kiasi ambacho watu wanafika hatua ya kutokuutamani. Kwa nini? Unapoteza nuru. Ikipotea unapoteza mvuto. Ndio utashangaa sasa tabia za duniani zimehamia wapi? Zimehamia wapi? Semeni ukweli, zimehamia wapi? Kuna wimbo mmoja aliimba Pastor Sospita, ninao kwenye simu yangu, ingawa nafikiri hata akiwa hawezi kuimba mara kwa mara ule wimbo. Ili kuimba ule wimbo lazima kwanza uwe na roho ya kiinjilisti. Ni nani aseme asikike? Nani ya dunia? Uliimba ndugu yangu mpaka nakaa nasikiliza, huu ni wimbo wa kiinjilisti. Wimbo ambao kuimba kwanza lazima ujikane kwanza. Maana lazima ukaze sura. Huo wimbo mnaujua nyewe wana PCC? Mnaujua? Wakapa naujua huo wimbo? Jumapili uimbe, hawajui. Pastor naujua. Wimbo wa kiinjilisti. Mimi ninao kwenye simu hapa. Jamani, unaona hiyo? Ni nani aseme asikike? Ni nani dunia? Maana matendo ya giza yameingia katika nuru huku, yamechanganya mafaili, yameingia kanisani. Nani aseme asikike? Maana vimini vimeingia kanisani. Aliimba Bwana Sospita, Bwana msimuone hivi muimbaji huyo. Taenda kuomba Jumapili aimbe ule wimbo, lakini wa kiinjilisti unapoimba ule hata makofi yanapungua. Hata ukiimba ule wimbo kitunzwa hela, ndugu yangu, ujue umetunzwa na makamanda. Wao wameokoka haswa, yani nuru inang'aa kweli kweli. Lakini kama ni watu ambao mguu upande mguu sawa, mbele tembea, bala ende mbele kwenda nyuma namna hii, hawezi kushangilia wala kupiga makofi kwa sababu utamgusa. Lakini ndizo ambazo zinatakiwa katika kizazi cha leo, kwamba lazima nuru ing'ae gizani ili watu waione matendo yenu, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kwa hiyo utukufu wa Mungu umebebwa na matendo yetu. Sasa angalia hiyo heshima ambayo Mungu ametupatia. Amesema hawezi kushare utukufu wake na mwanadamu. Lakini Yesu kwenye maombi yake kwenye Injili ya Yohana 17 pale anasema utukufu ulionipa na wapa wao. Halafu sasa kama tumepewa utukufu, maana yake tunaudhihirisha kwa matendo yetu. Watu wanapoyatazama wanabaki wanamtukuza Mungu, wanasema hakika wana PCC ni watu wa Mungu, hakika wale waimbaji si PCC kwaya ni watu wa Mungu, hakika ile praise and worship team ya PCC hakika ni watu wa Mungu, hakika
wameyaona matendo yetu. Maana yake ili tuwavute watu waje mahali hapa, lazima matendo yetu yawe ya nuru. Sema amina hata kama umekasirika. Habari ndio hiyo. Hakuna dawa tamu, kama zipo basi ni zile za watoto, lakini za watu wazima zote huwa ni chungu, lazima uinywe ndio upone. Sema amina kama unabarikiwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sisi ni wana wa nuru. Nuru yenu iangaze ili watu wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Mungu aliye mbinguni. Wamtukuze Mungu aliye mbinguni. Naomba usimame tumwabudu Mungu aliye hai, alafu tuombe. Nuru yenu iangaze ili watu wayaone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Tunahitaji sana kuliombea kanisa la leo. Nilikuwa naongea na nani na mchungaji. Sio hospitali. Nilikuwa naongea na mchungaji wa pale Dodoma. Nikamwambia hivi, washirika ndani ya makanisa wana vifungo vyao. Mashemasi wana aina yao ya vifungo. Yaani shetani akitaka kuwafunga ana aina yake. Wazee wa kanisa pia wana aina yake. Lakini aina ambayo ni ya ujanja sana ni shetani kumfunga mchungaji. Yaani anatumia akili kubwa ambayo kuigundua sio haraka. Mwingine ni mtu ambaye anaufahamu sana juu ya neno la Mungu, awe mchungaji asiwe mchungaji. Ni mtu ambaye huyu kiumbe aitwaye shetani akitaka kumfunga atatumia mbinu kubwa sana, ambayo kuja kuigundua ni mpaka upate mtu wa kutoe kwenye hilo eneo, kwa sababu hakupi mapepo ya kuangusha, hakupi mizimu. Sasa najua wewe ni shemasi, ni mzee wa kanisa na unaofahamu juu ya neno. Akikupatia mapepo utayakemea. Hakupi hayo, hakupi mizimu hiyo. Atakutengenezea aina fulani ya kifungo fulani hivi ambacho wewe mwenyewe kwanza hata ukiambiwa ni kifungo utatafuta na maandiko yanayotetea kifungo chako. Utafikiri unatetea hoja kamili, kumbe unamsupport shetani. Nilikuwa naongea na mchungaji juzi. Nilikuwa mimi yule mchungaji pamoja na Askofu Maida wa Dodoma pale. Nikawa namueleza, nikamwambia mzee, kulikuwa na kesi fulani hivi. Nikamwambia ndugu, shetani kufunga watu wenye ufahamu wa neno huwa anatumia akili kubwa sana, na inafika mpaka unatetea kwa maandiko kwamba imeandikwa, unatetea, kumbe unatetea kifungo chako. Kama hujapata mtu ambaye atapata ufunuo au Mungu mwenyewe kwa neema yake akakufungulia akili ukaelewa, ndugu yangu, utaishi kwenye kifungo mpaka utajiona kwamba sasa wewe huyo Mungu wako hafai. Na kifungo ambacho nikawa nawaeleza wale watu ambacho lazima ukubali kuthubutu, kifungo mojawapo kinaitwa kifungo cha umasikini. Shetani akitaka amfunge mchungaji kwenye umasikini huwa anatumia mbinu kali. Hebu sema mbinu kali. Mbinu ambayo mchungaji mpaka na maandiko atayapata. Heri walio masikini wa roho. Mpaka maandiko atayapata. Utamkuta huyo mchungaji, si kama nilikuwa nafundisha hapa au yuko Dodoma, mchungaji anasimama madhabahuni anawaambia washirika wake, nendeni mkajenge wanangu. Washirika wakwenda kujenga magorofa, mchungaji hana hata nyumba. Nendeni mkabarikiwa wanangu. Wanaye wanakwenda kubarikiwa, yeye yuko hivi za namna hii. Wanangu pokea upako wa kumiliki magari. Wanamiliki magari, yeye hata baskeli hana. Anabakija hapo, wanangu umebarikiwa, Mungu amewainua. Yeye anachechemea. Maana yake amepigwa kifungo ambacho
kama hajapata ufunuo na kufunguliwa macho, ndugu yangu, atabakia kwenye hali ile ile. Ndio maana Paulo akasema hivi, nisije nikawa nawavusha wengine, mimi nabakia pale pale. Haiwezekani. Wakivuka tunavuka pamoja. Mimi pastor amefika kwangu, sio nilikopanga, kwangu mimi, kabla sijaezeka. Alipita akaiombea nyumba yangu ambayo unaishi sasa hivi. Nilijengaje kwa hasira? Haiwezekani maganga kienyeji anakuwa na mali, halafu wachungaji wanachechemea namna hii. Bwana wabariki, amen. Wanangu naona mnainuka. Wanainuka kienyeji kako pale pa. Shetani usipomgundua, unaweza unakula naye step mzee, ukirusha hivi mkuna anakwenda sasa, mwanangu kwenye step twende, lakini kufanikiwa mzee. Unakula naye step shetani, Bwana hana shida. Si amefunga ufahamu wako. Unaingia naye kwenye maombi, unanena kwa lugha na yeye yupo sasa. Ndugu, wewe nena kwa lugha, ukimaliza hapo mzee, si maisha yako vile vile tu. Si tabia yako mbaya, si bado unayo? Bado ka tabia kale bado nako. Kwa hiyo sawa, twende kazi, hakuna shida. Hubiri, imba, toa sadaka na fungu la 10. Akamwambia mimi nimeshikilia hapa tu. Wengine kote sitaki, nimeshika hapa tu. Usipogundua ukampinga, ukatamka nuru ili giza liondoke, utateseka sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana Mungu Roho Mtakatifu anatupatia mafundisho kama haya ili tuwe tunagundua mahali gani giza limekaa, tuachilie Kristo ili giza liondolewe. Wewe ni Alfa na Omega, twakuabudu Bwana, wastahili sifa. Wewe ni nani? Alfa na Omega, twakuabudu Bwana, wastahili sifa. Wewe ni Alfa, wewe ni Alfa na Omega, twakuabudu Bwana, wastahili sifa. Wewe ni Alfa, mwanzo na mwisho Bwana, Omega, siyebadilika ni wewe. Ye Baba yangu wewe ni Alfa, wewe ni na Omega, tunakuabudu Yesu, tunakuabudu ye Baba yangu, ye Baba yangu, ye Baba yangu. Oh, wewe ni Alfa Bwana, na Omega, tunakuabudu ye Baba yangu, wastahili sifa. Twakuabudu Bwana, wastahili sifa. Wastahili sifa Yesu, wastahili sifa za moyo. Wewe usiyebadilika ni wewe Mungu, wastahili Mungu wa pendo langu, ni wewe Baba, Bwana Bwana Bwana, wastahili Bwana Bwana, Baba Baba
mbele zako Baba, Baba, Baba. Wastahili, nakupigia magoti Yesu, usiyebadilika ni wewe Bwana, 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 Bwana. Wastahili, 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 wastahili Bwana. Wastahili mwanzo na mwisho ni wewe, usiyebadilika ni wewe Bwana. Yamanori, 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 yamanori. Wastahili, wastahili wewe, wastahili usiyebadilika. We worship you Lord, you are worthy to be praised. Wastahili, peke yako, peke yako, peke yako, usiyebadilika ni wewe Yesu, wewe unayeweza ni wewe Bwana, Bwana, Bwana. Wastahili, come on, come on, come on, come on. Anasaidi sifa za moyo, sifa za moyo, na kupigia magoti Bwana, 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 Bwana. Wastahili Bwana, Seteri Manora Makataya, nuru yako iangaze, nuru yako Toria Mandari Mori Kataya. Wastahili Bwana, wastahili, wastahili Yesu. Paza sauti yako mbele za Bwana. Father, we worship you, we worship you. Ramano, wastahili, 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 Shadari Morikaya, wastahili, sifa takwa Bwana, wastahili sifa, wastahili sifa takwa Bwana, wastahili sifa, yeah, wastahili, Yesu wa Nazareti ni wewe, nuru yako iangaze juu ya maisha. Bwana, 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 wewe wastahili, wastahili sifa za moyo wangu. Nainua mikono yangu kwako, wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako, wimbo ukawe manukato. Rimanosha taramanos. Oh, hallelujah. Maneno haya ni uzima na kweli, yanaihudumia nafsi yangu zaidi ya vile navyofikiri. Asante Bwana. Wewe unayenifanya mpya kila ninaposimama kwenye mimbali na kwenye madhabahu yako ambayo ni lango la mbingu za mbingu, niyasomapo maneno haya, e Bwana, kwanza yananijenga na kunihudumia, e Jehova.
na unayapush kuyatoa ndani yangu, ili yakawe faida ya watu wengi Bwana, walioko hapa na walioko mbali kwa njia ya mitandao. Ikawe nuru juu ya maisha yetu, ikawe nuru juu ya madhabahu yako, ikawe nuru juu ya wababa na wamama. Maana nuru inapong'aa, giza linaondoka. Ile nuru inapong'aa, giza la magonjwa linatoweka. Hiyo nuru inapong'aa, giza linaondolewa. Giza la magonjwa, giza la kansa, giza la kulogwa, giza la uchawi, giza la uharibifu, giza la mitego ya giza inaharibiwa inapotajwa nuru ya Kristo, inapotajwa nuru ya Kristo, inapotajwa nuru ya Kristo. Mateso yanaondolewa, vifungo vinakatika katika. Washakatarakatamadosakataya rimano shakata. Walipokuita Paulo na Sila gerezani, nguvu zako zikashuka Bwana, mwangaza wako kashuka Bwana, radi zikapiga Jehova Adonai. Arikando ripo sakataya. Niko hapa Yesu, niko hapa, niko hapa kwenye hii madhabahu, niko hapa. Ninatangaza iwe nuru, ninatangaza ikawe nuru, ikawe nuru ya Bwana.